Na mnatazama makala ya Jukwaa la KTN. Karibu tena. Seneta Tomkin Baraza anasema mazungumzo mazuri sana. Msalimu sana Profesa Jasper. Walimu wawe karibu sana. Walimu wawe karibu sana na wanafunzi, wawashauri na kuwaelekeza vizuri. Wazazi wahakikishe wanao wana mahitaji ya kimsingi, nao wanafunzi wajitahidi wakiwa shuleni. Ndio ushauri wake Mwalimu Tomkin Baraza. Amegonga ndipo. Wazazi wana nafasi yao, wanafunzi pia wana nafasi yao, kwa sababu mwalimu utafanya juhudi zako, lakini yule wa mwisho zaidi ambaye ataamua ikiwa atatekeleza ni mwanafunzi. Kwa hivyo amegonga ndipo. Vile vile pia kuna Mwalimu Moses Otieno, ni mwalimu pale Kisii High School, na tuma salamu. Kuna Tony Nyaga pia ametuma salamu. Naam. Na awali kabla tuingie mapumzikoni ulikuwa ukizungumza kuhusu haya mafunzo, huu mtaala wa CBC na kadhalika. Mmeanza kuona tofauti yote miongoni mwa wanafunzi tangu kuzinduliwa kwa mfumo huu wa CBC? Kwa sababu sasa ulilenga kuwasaidia wanafunzi wawe ni watu wanaweza kujitegemea maishani, sio kutegemea tu vitabu. Je, mmeona utofauti? Na hasa tunapozungumza kuhusu kuyaunganisha ama kuyaweka pamoja haya masomo na kadhalika. Masomo yanayofunzwa pale shuleni ni yenye manufaa. Najua kuna wengine wanafanya mzaha, wanasema hii x plus minus y imetusaidia nini kwa maisha? Je, mafunzo ambayo mnayatoa kwa wanafunzi ni yenye kuleta manufaa yote kufikia sasa? Mmeyaona? Zubeida, kuna rafiki yangu pengine nafikiri unamfahamu, anaitwa Mdheu Kasanga. Alikuwa ni mwenyekiti wa shule za binafsi. Alikuwa ananiambia nafikiri miezi miwili iliyopita kwamba alihusika katika kuwafadhili baadhi ya wanafunzi katika sehemu za huko ndani za Ukambani, na alikuwa pamoja na wageni wengine ambao walikuwa ni wazungu. Sasa walipokwenda kwa wanafunzi wale wa mtaala wa 844 na wakakwenda kwa wanafunzi wa mtaala wa umilisi wa CBC, alikuwa ananiambia kwamba palikuwa na tofauti kubwa sana. Na tofauti yenyewe ilikuwa vipi? Mwanafunzi katika mtaala wa CBC amejiamini zaidi ikilinganishwa na yule mwanafunzi katika mtaala wa 844. Kwa sababu katika mtaala wa 844 utapata kwamba watu wengi wanakuwa ni chiriku kwamba kazi yao ni kukariri kile ambacho mwalimu anasema. Katika mtaala wa 844 mwalimu anajua kila kitu, na mwalimu sasa atasimama pale mbele, kazi yake ni kuwazungumzia kuwafunza wale watoto kana kwamba wajui chochote. Katika mtaala wa CBC mwalimu anaingia kama msaidizi, ile tunasema ni facilitator, kwamba lazima ajue wanafunzi wanaelewa nini kuhusu hii mada, na mwalimu anatumia hiyo fursa kujenga ule uelewa wa mwanafunzi. Kwa hivyo katika mtaala wa CBC, kusema la kweli, ndio kuna baadhi ya watu ambao wanapiga kelele kwenye mitandao, lakini ukweli ni kwamba kuna baadhi ya mabadiliko hasa katika ule ukuaji na ujasiri wa mwanafunzi. Ndio maana Zubeida, ukiangalia baadhi ya wanafunzi ambao wanafanya mtaala wa kimataifa, IGCSE, Excel, IBDP, au wanafunzi ukiangalia ujasiri wao, confidence, wakati wanazungumza they are very confident. Lakini wanafunzi wa mtaala wa 844 ndio kuna wale ambao wana ujasiri, lakini kwa jumla tu utapata kwamba mwanafunzi katika mtaala wa 844 hajiamini, hajui jinsi ya kuwasilisha hoja zake. Kwa hivyo mgala muwe na haki yake mpe. Mtaala wa CBC umewezesha wanafunzi pia kutambua uelewa wao na pia kuwasaidia katika usomaji, kwa sababu mwalimu huwezi tu kasimama pale mbele ikaonekana ni kwamba unafahamu kila kitu. Lazima wanafunzi nao pia wahusike katika kufanya mambo, ndio utamu wa kusoma. Na ni lipi lingine tutarajie kwenye kalenda ya mkula huu, kwa sababu tumegusia pale mitihani ambayo tunaitarajia, au kitakachopewa kipaumbele ni mitihani? Mula watatu kile ambacho kinapewa kipaumbele ni mtihani. Kuna darasa la 8, kuna mtihani wa KCSE kidato cha 4 pamoja na KIPSEA, mtihani wa wanafunzi wa grade ya 6. Kwa hivyo muhula huu ni muhula wa mitihani. Na pia kumbuka mawaziri wa zamani, nafikiri ni Waziri Matiang'i, alisema hakuna yale masuala ya maombi pale shuleni, kwa sababu kulikuwa na tetesi kwamba hii ilikuwa ni fursa ya baadhi ya watu kuleta udanganyifu. Kwa hivyo wizara iliweza kufutilia mbali kufanya baadhi ya mambo muhula wa 3. Kwa hivyo ni muhula wa wanafunzi kutulia, kujitayarisha, kudurusu,
kuweza kusoma baadhi ya mambo ambayo hawajakuwa na uwezo wa kusoma, kujitayarisha kufanya mtihani. Na tungependa kuwasihi wale wanafunzi kwamba wasije wakaogopa, watapasi, watie tu bidii, wataweza kupasi. Na vile vile pia huwa tunasema kwamba ikiwa mwanafunzi asije akajinyonga kwa kutopata A, kwa kutopata B, lakini hakikisha kwamba unafanya katika ubora wako, do your best. Na nadhani hayo yatazidi kufutiliwa mbali tunaposonga katika huu mfumo mpya wa elimu. Kupata A na B, mna grade hizo bado? Kuna ile hali ambapo wale watoto wanaratibiwa. Kuna ile kwa mfano approaching expectation. Kama mwanafunzi amepata 100%, unasema huyu ni exceeding expectations. Kwa hivyo ndio kuna hizo mbinu ambazo zinatumika kuweza kumtia ratili yule mwanafunzi. Na nafikiri kadri muda unavyokwenda ndio tutakuja kuangalia, je, hizi mbinu za kuweza kumtathmini mtoto ni mbinu bora zaidi, kwamba ukisema tu exceeding expectations unamaanisha nini? Kwa sababu kuna mwanafunzi katika eneo fulani, kutegemea na rasilimali ambazo anazo, kulingana, kwa mfano mzuri ni hao ambao wanaogelea, swimming. Kuna baadhi ya sehemu utapata kwamba wanatu mto, a river. Na mwanafunzi ataweza kuogelea vizuri katika huo mto, mwalimu anaweza akasema ni exceeding expectations. Lakini ukitoa huyo mtoto hapo, umpeleke bahari ya Indian Ocean pale Mombasa, mwambie sasa ulikuwa exceeding expectation, hebu sasa ogelea hapa tuone, huyo mwanafunzi hata anaweza akanywa maji akaanza kutapatapa. Kwa hivyo nafikiri kadri muda utakavyokwenda, na imekuwa ni kizungumkuti hata kwa NEC katika hii hali ya kutathmini wanafunzi. Na basi kwa sababu ya hili la kutathmini, kwa sababu umetueleza mhula huu kitakachopewa kipaumbele ni mitihani. Umetueleza kama walimu nyinyi mko tayari kuwapokea wale wanafunzi. Kabisa. Basi tuangalie yule mwanafunzi anahitaji nini. Tuangalie jukumu la yule mwanafunzi na jukumu la mzazi. Kwa sababu umesema wanafunzi tieni bidii mtapasi ule mtihani. Lakini anapoingia shuleni kesho, yule ambaye atafanya mtihani wa grade ya 6, kuna assessment ya grade ya 7, ama grade ya 6 na darasa la 8 na kidato cha 4. Haswa yule mwanafunzi ajiandae vipi ama aandaliwe vipi kabla ya kurudi shuleni? Kwa kweli maandalizi ni kitu cha maana sana. Na huwa nasema kwamba mwalimu ambaye hafanyi maandalizi, a teacher who does not prepare, kwa kweli huyo si mwalimu. Kwa sababu maisha yanahitaji uwe na mpangilio. Katika kila sekta, maisha yanahitaji kila mpangilio. Na ni vizuri jinsi ambavyo nilikuwa nimesema kwamba elimu ndio ambayo inaweza ikamtoa mtoto kwenye mavumbi ya umaskini, ikamkalisha pamoja na mfalme. Jambo la kwanza, yule mwanafunzi lazima awe na nidhamu. Wasije wakapuzilia mbali nidhamu. Yule mwanafunzi akaona amefika, amemaliza shule, lazima mwanafunzi awe na nidhamu. Na katika tajriba yangu ya ufunzaji, Zubeida, kuna baadhi ya wanafunzi ambao nimeona kwamba wakati mwingine wanajikaza, hakati tamaa, hamjibu mwalimu vibaya. Mtihani unapofika, wale ambao walikuwa na kibri, wale ambao hawakusikiza mwalimu, licha ya kuwa ni werevu, wanafeli mtihani. Yule mwanafunzi ambaye alikuwa na nidhamu, alikuwa mtiifu, unapata kwamba amepasi mtihani. Nafikiri kuna ruzuku ama baraka ambazo yule mwanafunzi atapata. Vile vile pia lazima tutie bidii zaidi. Juzi nimekuwa pale Mombasa na nikakutana na rafiki yangu anaitwa Irene, ni wakili pale Mombasa. Akawa ananionyesha picha wakati wa mazishi ya mamake mzazi. Alikuwa amevaa slippers. Walikuwa na umaskini kabisa, lakini akatia bidii pale shuleni. Sasa hivi ni baadhi ya wakili maarufu ambao wanafanya kazi pale Ukunda Diani. Kwa hivyo lazima mwanafunzi aamini kwamba kupitia kwa elimu anaweza akafaulu. Aepukane na matumizi ya dawa za kulevya. Katika umri ambao tunazungumzia hapa, shule ya upili sana sana, kuanzia kidato cha pili, form 2, form 3, form 4, ni wakati ambapo mwanafunzi huwa ana utashi, yani ile hali ya kutaka kutumia hizi dawa za kulevya, ile experimenting, kuweza kujiingiza katika tabia za kushiriki ngono kiholela. Ukijiingiza katika haya mambo, utapata kwamba maisha yako kwa kweli yameweza kuathirika. Kwa hivyo mwanafunzi pale nyumbani, hakikisha kwamba unazingatia masomo yako, kwa sababu ukiwa mwanafunzi hakuna kingine ambacho unafaa kufanya. Unafaa kusoma, zungumza na walimu wako, hakikisha kwamba unakuwa na uhusiano na walimu. Create a relationship between you and the teachers.
Zubeida, nakumbuka nikiwa shule ya upili katika somo la dini CRE niliweza kupata A. Na ni kwa nini nilipata A? Kwa sababu yule mwalimu alikuwa akija pale darasani, hata kama ana kipindi na sisi, anakuja na tusalimu, na tukahisi kwamba tulikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na huyu mwalimu, na tukaelekea kufanya vizuri sana katika somo la dini. Na vile vile pia tumkumbuke Mwenyezi Mungu, kwa sababu jitihada zetu ambazo tunaziweka katika elimu, kuwekeza kwa wazazi, yote haya yataweza kuwa na ufanisi mzuri zaidi ikiwa tunamweka Mwenyezi Mungu mbele, kwa sababu ni Mwenyezi Mungu ambaye atatuepusha na baadhi ya mambo ambayo yanakuja katika njia zetu. Na kwa hivyo mzazi naye ajukumishwe, jukumu lake ni gani? Kwa sababu kuna wale ambao watasema kwamba hasa kupitia CBC vitu vingi ni vile ambavyo palilia shamba, lima nini na kadhalika. Yule mwanafunzi anapoenda kufanya ile assessment, mzazi amtayarishe vipi? Bila unaenda kufanya mtihani wa darasa la 8 na kidato cha 4, watayarishwe vipi? Jukumu hasa la mzazi muhula huu 3 ni lipi? Jukumu la msingi zaidi la mzazi, mbali na kulipa karo, kwa sababu hiyo ni lazima ulipe karo, lazima utafute mahitaji ya kimsingi wa mtoto. Mzazi ana wajibu wa kumhimiza huyu ambaye ni mwanafunzi ambaye anasoma pale shuleni. Na ni jambo la kusikitisha Zubeida, kuna baadhi ya wazazi hawana imani na watoto wao. Na wanasaikolojia wanasema kwamba ukiendelea kumwambia yule mtoto kwamba wewe ni bure kabisa, wewe naona ukiendelea hivi utakuwa kama huyu ndugu yako ambaye sasa hivi ni makanga, wewe ukiendelea hivi naona maisha yako yataharibika. Mzazi lazima azungumze maneno ya heri, maneno ya imani kwa yule mtoto. Hata kama wakati mwingine unaona huyo mtoto kwa kweli masomoni hawezi akaunga 1 akapata 2, wewe mtie moyo yule mwanafunzi, kwa sababu kutokana na ile hali ya kumtia moyo utapata kwamba huyo mwanafunzi amepata dira na maisha yake yamekuwa mazuri. Kwa hivyo ushauri wangu kwa wazazi ni, hata kama mtoto wako hafanyi vizuri katika somo fulani, kemia, hisabati, Kiswahili na kadhalika, usije ukatumia hiyo fursa kuweza kumdhalilisha huyu mtoto, kwa sababu wakati mwingine Zubeida, ikiwa mtoto ana udhaifu katika fizikia ama katika kemia, alafu ukaanza kumdhalilisha huyo mtoto kupitia kwa maneno makali, hautumii maneno ambayo ni mateule, huyu mwanafunzi hata sasa utakuwa umeua ile motisha yake kabisa. Kwa hivyo hata kama hawezi akaunga 1 akapata 2, wewe zidi kumtia moyo, hatimaye utaona mabadiliko. Kwa hivyo nafikiri jamii yetu kama Waafrika tunafaa hasa kuanza kubadilisha lugha yetu ambayo tunatumia kwa watoto wetu, na kuweza kuzungumza ufanisi na ushindi kwa watoto wetu. Nafikiri hapo ndo wazungu wametushinda. Naam, na hapo sasa ndio tuelekee kwa jamii, kwa sababu tulianza na jukumu la serikali kuangazia maslahi ya wafanyakazi wake, walimu na kadhalika. Tumezungumza kuhusu jukumu la wazazi, jukumu la wanafunzi, jukumu la walimu. Sasa jamii, unajua vile umetaja fizikia na kemia, mimi nilikuwa mmoja wa wale sikupenda hayo masomo kabisa. Naam. Lakini nadhani sikupata ile motisha ya kutaka kupenda hayo masomo. Hivyo nikayachukia tu. Na najua tuko wengi. Na sisemi kwamba uchukie hayo masomo. 99 others. Lakini nilikuwa napenda sana masomo ya lugha, Kiswahili. Sasa ndio hivyo, kila mtu ana bahati yake na riziki yake maishani. Naam. Haswa, na ndio hivyo sasa, hata usipopita mtihani, usipofeli mtihani, haimaanishi kwamba ndio mwisho. Si mwisho. Sasa hatukufanya vyema katika fizikia, hesabu na kemia. Sasa hili mtangazaji shupavu. Jamii, tunapomalizia, jukumu la jamii ni lipi katika kumjenga yule mtoto na kumtayarisha kwa siku za kesho, hasa wale ambao wanaenda kufanya mtihani? Jukumu la jamii ni lipi? Zubeida, kusema la kweli, jamii ina nafasi muhimu sana katika maisha ya yule mwanafunzi. Kwa mfano tunapozungumzia hata wakati mwingine huwa anapita hapo mjini na anaona baadhi ya wanafunzi, hata ukiangalia unasema hawa wapo kidato cha kwanza, lakini ukiona baadhi ya mambo ambayo wanafanya hayaendani na umri wao. Kwa hivyo sisi kama jamii tunafaa kushirikiana, kwamba usije ukamwona mtoto wa mwingine anakwenda kwa njia isiyofaa alafu kamwacha. Tunafaa kukosoa hawa watoto wetu. Ndio maana zamani ilikuwa kwamba mtoto alikuwa ni wa jamii. Hata ungelalishwa chini upigwe viboko na mtu ambaye si mzazi wako, kwa sababu mtoto alikuwa anaonekana kama wa jamii. Lakini siku hizi kutokana na sheria, kutokana na mambo mbalimbali haiwezekani. Lakini sisi kama jamii tuna wajibu wa kuweza kumwelekeza huyu mtoto.
Na hilo linanikumbusha hata ukiangalia baadhi ya magari, haya mabasi ambayo tunapanda. Wakati mwingine unapata kwamba shule zimefungwa, ukiangalia pale kwenye haya magari kuna mabasi pale mbele. Na ukiangalia hata baadhi ya nyimbo ambazo zinacheza katika hayo mabasi ni nyimbo ambazo hazijengi maisha ya huyu mwanafunzi. Hapo ndo mahali ambapo jamii inahusika. Vile vile pia kuna hili swala la usalama, kwamba lazima tuhakikisha wanafunzi wote ni salama mahali ambapo walipo. Wakati ambapo shule zinafungwa Zubeida, utapata kwamba kuna baadhi ya wanafunzi hata hawana karo. Kuna rafiki yangu ambaye mliwahi fanya kazi hapa naye, anaitwa Geoffrey Mngou, alikuwa muhariri hapa Radio Maisha. Muda uliopita alikuwa anatupatia kisa ambapo alimuona mwanafunzi pale kwenye stani ya magari, bus station. Mwanafunzi hana nauli na akamuuliza vipi, kumeendaje, ikakuwa ni lawama kati ya mama na baba. Na akaweza kumwabirisha lile gari, akampa nauli, akaja. Kwa hivyo jamii kwa jumla tuna nafasi kubwa zaidi. Na asante mwalimu. Nikizidisha nitaharibu. Unaambiwa tamu ikizidi tamu si tamu tena, sio? Si tamu tena, naam. Asante sana. Ngoma ikipigwa sana upasuka. Lakini tunatumai kwamba kila mmoja amesikia. Kwa sababu kumlea mtoto ni jukumu letu sote. Pale mwisho wa siku utakuwa tukiwashabikia na hautakuwa ukimshabikia kwa sababu ni mtoto wa fulani. Wote ni mabingwa, wote ni watoto wetu. Angalia hata Rais Obama pale Marekani, wakati alikuwa rais, kila Mkenya alifurahi. Kila Mkenya alifurahi. Kwa hivyo mtoto akifaulu maishani ni lakini pia mtoto maisha yake akiwa mabaya hakuna mtu anataka lazima arekebishwe. Lakini pia kuna wengine ambao wazazi hawataki kujihusisha na mtoto ambaye maishani amekuwa ni zuzu. Tutakuwa tukijadili mengi. Tunawatakia kila laheri walimu, wanafunzi, wazazi wenzangu. Tunapojiandaa kwa kufunguliwa kwa shule kesho. Pia ututembelee pale shuleni. Si ndio? Nitakuja nizungumze na wanafunzi. Namuona dadangu asharejea kutoka likizoni. Maria wa Atoli atakuwa akikuletea taarifa za KTN leo muda usio kwa mrefu. Mungu akijalia tukutane kesho. Kwaheri.